Kwa sasa tunajiuliza maswali mengi sana. Yaani ni kwa nini jamii yetu imekuwa ni jamii ambayo ina tabia ya hovyo. Vijana wengi wamelifti magrupu au naweza kusema vijana wengi wamekuwa ni wezi, wengi wana tabia mbaya. Nisiseme vijana, nasema sisi vijana wengi tumekuwa ni watu ambao tuna tabia mbaya au ni watu wa wanawake sana au tatizo ni nini? Na nani ambaye anasababisha kuenea kwa matatizo haya katika jamii? Nadhani kuna vijana watatu, naweza kusema vijana watatu ambao ndio chanzo cha kuenea uovu katika jamii. Kijana wa kwanza ni kijana ambaye ni Muislamu, lakini Muislamu ambaye aliacha mafunzo yake ya dini. Yaani kijana anapokuwa, sababu dini inamwambia bwana usikabe, usiibe, usidhulumu mtu, lakini utakuta mdhulumati ni huyo Muislamu. Yaani anapoacha mafunzo yake ya dini anakuwa ni mdhulumati, mwashirati. Yaani anafanya mambo yote yani ambayo amekatazwa na dini yake. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu ambaye ameacha mafunzo ya dini yake pia anachangia katika kuenea ufisadi katika jamii. Kijana wa pili ni Mkristo pia. Mkristo ambaye ameacha mafunzo yake ya dini, yani mafunzo ya dini yake. Yani dini yake inaambia bwana sio vizuri kudhulumu, lakini utakuta huyo ndo mdhulumaji. Yani ni kiongozi lakini anadhulumu, labda ni polisi lakini hasimami haki, atendi haki, anadhulumu huku anapendelea. Yani hivyo. Kwa hiyo ameacha mafunzo ya dini yake, ndio maana anakuwa ni nani? Anakuwa ni mtu wa dhulma. Lakini kijana wa tatu ni kijana ambaye hana dini lakini ameacha mafunzo, ameacha nini? Ameacha yale mazuri ambayo akili yake inahukumu. Yaani akili inahukumu bwana, kudhulumu mtu si kuzuri. Kuiba si kuzuri, kubaka si kuzuri, lakini yeye anafanya hivyo kwa sababu gani? Ameacha vile akili inataka. Unaona? Kwa hiyo naweza kusema kwamba vijana wa Kiislamu, sisi vijana wa Kiislamu na vijana wa Kikristo ambao wameacha mafunzo ya dini yao ndio wanasababisha nini? Kuenea ufisadi katika jamii. Lakini chanzo cha yote haya ni kipi? Chanzo cha matatizo yote haya inatokana ni kwamba nikiangalia katika zama hizi kwanza, vijana wanakosa nafasi ya kwenda madrasa. Mfano wanafunzi wa madrasa, nakumbuka sisi kipindi bado ni watoto, tunakuwa 2000 na ngapi, 2005 na 6, tulikuwa ni watu ambao tunatoka shule saa 7 tunaenda jioni saa 8 tunaenda madrasa, tunasoma, tunarudi. Yani ndio tunatafuta maisha, lakini bado tunakuwa na mafunzo ya kiroho. Yani unatafuta maisha lakini unaambia bwana ukienda disco ukienda disco unapata dhambi, au ukimtukana mtu unaadhibiwa madrasa, sababu hairuhusi kutukana hivi na hivi. Even haya mambo yalikuwa yanatulea katika mazingira ambayo yalikuwa yanatulea katika malezi ambayo yalikuwa yana faida katika jamii. Kwa hiyo kijana alikuwa tulikuwa tunaenda shule lakini jioni tunaenda madrasa, tunahudhuria msikitini na kadhalika. Lakini sasa hivi imekuwa yani mpaka zile siku za madrasa, yani ilikuwa siku za madrasa tamu sana, ilikuwa ni Jumamosi na Jumapili. Lakini nazungumzia katika mazingira yetu, mfano mazingira ya Kigoma. Labda kuna sehemu madrasa kwao nasoma Alhamisi na Ijumaa, lakini sisi Alhamisi na Ijumaa ilikuwa ni siku mapumziko. Kwa tunasoma Jumamosi na Jumapili sana mpaka Jumatano. Kwa hiyo ilikuwa siku kama hizi zilikuwa ni siku ambazo tunapenda sana, lakini kwa sasa imekuwa siku za Jumamosi ndio vijana wanarudi, wanaenda shule kufanya mitihani, mara wanaambiwa bwana tokeni, mfano mnatoka Kasulu mnaenda Uvinza kutana shule fulani ili mfanye mtihani, labda majaribio kata kwa kata, kijiji kwa kijiji. Yani ni mambo ambayo yani ni kama kupoteza muda, kwa sababu zamani tulikuwa hatusomi na tulikuwa tunafaulu, lakini sasa hivi yani mpaka watu kwamba kusoma mpaka tuition ni lazima. Sisi ni watu ambao tulikuwa tunakimbia tuition lakini tulikuwa tunafaulu. Unaona? Kwa hiyo ni sababu zinawekwa tu ili kuwanyima watoto muda wa kwenda wa kwenda kuchukua mafunzo ya kiroho ili wawe na tabia njema. Kwa hiyo kuanzia miaka 2000 hapa kupanda juu ni muda ambao watoto wengi wamezaliwa katika miaka. Nasema watoto wa 2000 ni watoto ambao wamenyimwa muda wa kwenda kusoma madrasa. Hivyo muda wa kwenda kanisani wamenyimwa, kwa sababu yani wanakosa mafunzo ya nini? Mafunzo ya kiroho. Kwa hiyo nadhani viongozi wetu wanapaswa kuliangalia hili. Wanapaswa kuliangalia na kuwapa watoto muda mzuri wa kwenda wapi? Wa kwenda madrasa. Ili vijana wawe na waogope, yani wawe na mafunzo. Asiseme kwamba dini yetu kwamba ni dini ambayo inafunza watu kuwa ni waoga. Hapana. Yani kuishi kwa tahadhari ndio kuzuri. Yani pale ambapo unaambia bwana
usipende kula sana vitu vya sukari, usipende kula sana, labda usile nyama kwa wingi sana, usifanye hivi, usile chakula ukashiba sana mpaka ukashinda kutembea. Yaani ukiona tahadhari ndo unakuwa na akili. Yaani siku zote watu wanaoishi kwa tahadhari ndio wenye akili. Yaani ni sawa sawa naambia bwana usipite njia hii tumekutana na nyoka aitwa kobogo au hasa anaweza kukung'ata ukafa. Sasa wewe kama mwenye akili salama huwezi ukapita tena njia hiyo uliyokatazwa. Lazima upite njia nyingine, basi uwe na tahadhari hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima tuwe na tahadhari kwa sababu kuna maisha baada ya dunia. Yaani upinge ukatae. Yaani umetoka katika ulimwengu ambao ulikuwa hujui. Yaani nadhani mimi na wewe hapa mwaka 1190 hatukuwepo na tulikuwa ni vitu ambavyo havijulikani, lakini leo tumezaliwa na tupo. Kwa hiyo tulikuwa katika ulimwengu ambao yaani haujulikani, na leo tupo, lakini pia tutakufa kwa sababu tumeona wengi wanakufa, babu zetu, wajomba zetu, wadogo zetu, wakubwa zetu wanafariki. Kwa hiyo kuna maisha baada ya nini, ya dunia. Kwa hiyo lisemwalo lipo. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kuwalea watoto katika maisha ya kiroho pia, kwa sababu yanawasaidia sana. Yaani mtu siku zote nadhani watu wengi wanaweza kuzini, wanaweza kufanya, lakini mambo yanayowazuia kuto kuzini ni nini? Ni kuamini kwamba kuna ni dhambi, kuna na pia ni hatari. Yaani mtu kutambua madhara yake inapelekea mtu kujiepusha kidogo na nini, na makosa kama haya, unaona. Kwa hiyo nadhani wazazi wetu wanapaswa pia kuwahimiza vijana kwenda katika madrasa hizi, madrasa kwa ajili ya kuchukua mafunzo ya kiroho yawasaidie katika maisha yao.